Hivi Nifa, hiki ni kitu gani ninachokiona mbele ya macho yangu? Inafikia hatua ya kuleta mwanaume ndani ya nyumba yangu mimi. Mizali, mimi niko napambana juu yako wewe. Usome, ufike kwenye malengo. Inafikia tu. Nifa, hauoni shida ambazo ninazozipata kwa ajili yako wewe? Niko nakimbia usiku na mchana ili nakupambania wewe Nifa, ili usome. Inakuwa kunionyesha mambo kama haya. Nifa. Tambo. Yaani mimi kilichonileta hapa siku leo, ndugu yangu, ni kama vile naona ikiwa nitaendelea na hii safari mimi nitakuja kufeli. Alafu naona huko mbeleni mimi nitakuja kujuta. Nilikaa nikafikiria. Mimi Rosalinda na kwamba kweli siwezi nikaendelea naye. Moses, hivi unajua kwamba Rosalinda ni maisha mengine? Unataka kumaanisha nini unapozungumza kwamba umeamua kuachana na Rosalinda? Unajua ili sio swala la mchezo. Tambwe, najua sana kama wewe ni vigumu kunielewa, lakini wewe ni mmoja kati ya watu ambao huwa wanakuwa rahisi kunielewa, na najua kwamba unashangaa, lakini ukweli ni kwamba hivi kweli hata ingelikuwa ni wewe ungevumilia. Ni wazi kwamba mimi mwenyewe nimesikia, na sio hata kusikia, nimeona mwenyewe Rosalinda akiwa na yule mwanaume pale kwao, na kwa taarifa ambazo ninazo hata mama yake anaunga mkono utambulisho wa huyu kijana mwingine. Je, wewe mtu wangu wa karibu, rafiki wangu wa siku zote, nifanye nini mimi? Unajua sipati picha kamili kuhusu hilo, lakini ni wazi ikiwa kabisa kama Rosalinda kafanya hivyo, basi ndugu yangu, kitumbua kimejaa mchanga. Sasa ni wazi tunatakiwa kujua ni lipi lengo la mama yake na Rosalinda kufanya hivyo, au ni lipi lengo la Rosalinda. Upo sahihi. Unajua fika kama Rosalinda mimi nilimpenda sana, lakini katika mapenzi kuna muda moyo unachoka, na moyo unapochoka sharti ni moja, ni kuacha. Lakini japokuwa iko hivyo, moyo unaniuma sana. Inafikia hatua mimi napanga kila kitu kwa ajili ya kumuoa Rosalinda. Leo hii hili linatokea. Kaka, inaniuma. Mwanangu, unajua siku zote tunakatishwa tamaa na wale watu tunaowaamini. Na muda mwingine kuna baadhi ya watu ambao tunawapangia mema, lakini mwisho siku anatuwekea limit ya yale mema ili aweze kugeuka mabaya na aweze kutuangamiza. Alichokifanya Rosalinda alikuwa anakijua kabisa. Tunatakiwa kufanya ni kitu kimoja. Naomba nipe nafasi moja kukaa na Rosalinda, ikiwa utakubaliana na mimi. Nakuamini sana. Unajua tunazaliwa na ndugu zetu kwenye ukoo mmoja ambao hawawezi kutusaidia. Tunakuja kusaidiwa na watu kutoka kwenye ukoo mwingine. Matumaini yangu ni kwako wewe. Nisaidie kwenye hili. Usijali Moses. Mungu ana sababu zake kutukutanisha mimi na wewe. Katika hili wala usihofu. Umenisaidia sana katika mambo yangu. Sioni lipi la kunishinda kwako. Niamini. Rosalinda ni wetu bana. Asante. Namwangalia shemeji yako hapa kidogo. Mimi natoka mara moja. Basi sawa. Nitoka mbele. Haya mwanangu. Samahani kwa kuwa nimefika nimekawia. Niliposikia wito wako ndio maana nimekuja. Umefanya vizuri kuja, kwa sababu niko na machungu mengi sana kwenye moyo kwa sababu ya Nifa. Baba, Nifa inafikia kiwango cha kuleta mwanaume ndani yake. Sasa nimekuita ili na kuomba sana mchunge Nifa. Yaani sehemu yoyote ile atakuwepo unamchunguza. Sawa baba?
Usitaki kuniambia kama Nifa ameshaanza hizo tabia cha kuleta wanaume humu ndani, na wakati anajua fika kama ni mwanafunzi. Hizo tabia kazi ya Zalini. Sema na mimi nimeishiwa kwa tabia hii ngeni. Nifa ametoa wapi? Mizali mimi mama yake sina tabia kama hii. Kama Nifa anaanza hizi tabia, basi niachie mimi. Kila kitu chote takiweka sawa. Sawa. Kwanza nataka kujua ule mvulana ni wa wapi, maana inaonekana ule kijana ndio kamdanganya Nifa. Sijali kuhusu hilo. Kama umeweza kuniita hapa ni kwa sababu nikusaidie. Nitahakikisha yule kijana nimemjua na kuahidi. Asante. Utakuwa umefanya jambo la maana sana. Naomba usiniangushe. Siwezi kukuangusha kwa sababu hata Nifa mwenyewe na mimi ni kama mzazi wake. Nimekaa hapa muda mrefu alafu hujatokea. Baby, wewe unajua hali ya nyumbani kwa sasa hivi. Mama amekasirika kupitiliza. Alafu kitu kilichofanya siku ile mimi sijapenda. Sijafurahishwa nacho kabisa. Sasa ningefanyaje? Wakati unajua afika na kupenda. Baby, mimi najua unanipenda. Lakini yale mazingira hayastahili kwetu sisi. Pale nyumbani kwenu mimi ningefanyaje? Na mama nyumbani amekasirika sana. Hadi sasa hataki kusikia lolote kuhusu mimi. Sijui kwangu itakuwaje. Sasa hivi nataka kutembea kwa makini mkubwa sana. Maana sijui nalipanga kuhusu mimi. Kutokana na ile tukio. Usijali kuhusu mama. Hakuna lolote anaweza kufanya kwako. Niamini mimi. Nifa. Upendo nilionao kwako ni mwingi sana. Sipo tayari kuachana na wewe. Kama nilivyokuahidi ya kwamba nakupenda sana. Niamini jinsi nilivyokuahidi. Mama hawezi kufanya chochote kwako. Basi sawa. Nenda nyumbani. Sawa, bye. Nifa. Nilikuona. Na nini tulikwambia kuhusu yule mwanaume? Lakini mimi sikuwa naye. Semaje? Na wakati nimekuona na macho yangu mawili. Sawa, nilikuwa naye. Lakini sio kwa ubaya. Nilikuwa najaribu kumwambia asinifuatilie. Nifa, nisikilize. Kumbuka haya tunaokuambia sio kwa ubaya. Ni kwa faida yako wewe. Yule mwanaume hakuna chochote kile atakusaidia. Sawa. Haitakuja kujirudia tena. Kwa sababu nimemwambia sirudi kunifuatilia. Na kwa sasa hivi nitapambana na masomo. Sawa. Chochote kizuri utakachokifanya kitamfurahisha sana mama yako. Na pia na kwako. Ila nataka nikwambie kitu. Na chochote utakachokitaka
usisite kuniambia, nitakusaidia. Nashukuru sana kwa hili. Na ninakuahidi nitakuja kubadilika. Sawa. Naweza ukaenda. Sawa. Mama, nimekuangalia ndani sijakuona, ndio umekuwa hapa. Nifa mwanangu, nataka nikwambie mambo ambayo umefanya juzi sijayapenda hata kidogo. Nifa, kumbuka mimi ndio baba yako, mimi ndio mama yako, mimi ndio kila kitu. Mwanangu, haukosi kitu kwangu mimi, ila kwa kitendo kile ulifanya mle ndani sijapendezwa nacho. Mama, niko nafanya jitihada yangu yote ili usome wewe, kesho uwe na faida mbele hata ya wengine. Inawezekana unaweza kuwa daktari ukanitibia hata mimi mama yako, hata wengine. Kwa kitendo kile mwanangu sijapendezwa nacho. Mama, samahani sana. Najua kweli nimefanya kosa. Na nakuahidi haitajirudia tena. Nisamehe sana mama yangu. Sawa. Nifa, kama jinsi mimi ninavyokupambania wewe, naamini hautoniangusha tena, kwa sababu ili uje kufikia kwenye ndoto zako. Nilichokifanya mama, sikukusudia. Ni vile tu yule kijana alinilazimisha. Nakusikia mwanangu, ila kitu tu nakwambia, sitaki nirudi tena kusikia uko pamoja na yule kijana. Ndugu yangu, nafurahi sana kukuona unafika hapa, kwa sababu nimefika ukutizama hapo nikakutana haupo, na nikaacha ujumbe nasema kama ukija wakwambie niko nakutafuta. Sasa hivi umefika, hatimaye kile ambacho nilikuwa natarajia kupata nitakipata kwa ajili yako ndugu yangu. Nilisikia ujumbe wako, nikakuja kukusikiliza. Na shida yenyewe ni nini ndugu yangu? Sijalipa kodi ya nyumba, sijalipia mtoto shule. Nilikuwa nataka unisaidie, yani unisaidie kama ndugu yako. Unipe hata jina kama ndio. Sinajua hivi tunafika kwa watu wawili. Nipe jina la tatu, utakuwa unanisaidia sana. Sawa rafiki yangu. Kwanza ukiwa hapo hapo, nina ujumbe wako. Ujumbe wangu? Umetoka wapi? Nina ujumbe mzuri wa mzee Rosha. Mzee nani? Ndio. Mzee Rosha huyu baba mwenye nyumba yangu. Yes.
Akakwambia? Kakuelewa, nakupenda. Tena itakuwa ni faida kwako, kwa sababu hutarudi kulipa hata nyumba. Sikia nikwambie ndugu yangu, sio kila singomaza wanakuwa wanatuchukulia poa. Wanajua wanaweza wakatukamata jinsi wanavyotaka. Hapana. Nikwambie kitu. Huyu mzee wewe unakuwa hawa watatu. Anakutuma kwa. Sasa kwa hiyo ukweli mimi siwezi. Lakini Madia, Sikia kwanza nikwambie. Na unajua kwamba ule mzee wanamsema vibaya. Ya nini mimi niende kukumbana na maradhi ambayo sikuwa natarajia. Nizali mimi ndio baba wa watoto na ndio mama wa watoto. Nije kufa niache watoto wangu. Na wewe kama ndugu yangu unaweza ukahakikisha kabisa mimi niende nijitupe kwenye moto na ninauona. Kweli? Alafu rafiki yangu, kuhusu maradhi achana nayo, maana hauna ushahidi nayo. Nikwambie kitu ndugu yangu. Kama umekubali kunisaidia, unisaidie. Ila wewe yangine tu yaache. Nitapambana nawe mwenyewe. Sawa, nimekusikia. Ila na wewe ulikuwa ni ushauri wangu tu. Asante. Sawa. Baby, ila leo nipa imeisha. Nilikuwa naomba nyingine. Lakini babe, pesa ambayo niliyokupatia juzi kati sasa hivi imeshaisha. Nimekupea pesa ili uweze kufanya biashara na uweze kujisogeza mbele kimaisha. Sasa hivi unaniambia imeshaisha. Sawa mpenzi wangu, mimi nakuelewa sana. Lakini kuna vitu vimeingiliana kidogo. Nikawa nimezitumia. Kitu gani hicho ambacho unachokifanya bila kuniambia mimi? Sasa hivi unakuwa unanificha mambo yako? Hapana mpenzi wangu. Nawezaje kushindwa kushirikisha kwa vitu ninavyofanya mimi? Ilikuwa ni dharura tu ambayo imetokea. Ndio kwa sababu nimekosa namna gani ya kuweza kukujulisha. Lakini tutajirudia tena. Sawa baby? Sawa, nimekuelewa. Hebu niambie, mpaka sasa unafikiria nini? Baby, kitu ambacho nafikiria kila kukicha. Itakuwaje ikiwa kama mume wako atakuja kujua hili? Nikwambia siku mara nyingine. Mimi yule mume wangu na mmoja. Na kitu ambacho naweza kuomba kwa sasa, nikiwa mimi nao, tuongee kuhusu mimi na wetu na kuhusu mume wangu, wala sio namleta katika maongezi yetu. Samahani kama nitakuwa nakosea mpenzi wangu. Lakini nimeongea hili kwa sababu tujue namna gani tutakavyojilinda. Maana mimi kuja kugundua hili. Sawa, sijali. Ila sawa kwamba nikipenda. Nakupenda pia mpenzi wangu. Asante. Mimi naenda nyumbani kwa kumwangalia mzee, sija nipatie la ada. Sawa, acha basi mimi niende nyumbani. Okay, basi tutazidi basi. Sawa, kwa heri. Kwa heri. Kulikoni? Shikamoo mama. Marahaba, hujambo? Mama, nilikwambia hata nisiende shuleni, maana nitajisumbulia bure kwa sababu nitafukuzwa. Usijali mwanangu. Kuna hela ambayo nilikuwa nasubiria hapa wataniletea asubuhi. Ila naona hawakuniletea. Sasa kwa sasa hivi ndio niko naenda kuangalia kama nitazipewa. Ila kesho niko natumaini utaenda shule. Sawa mama? Sawa mama, lakini kumbuka leo kuna mtihani. Na kwa huyo mtihani leo nimekosa. Hata hizo pesa ukizileta zitakuwa hazina maana tena. Nifa,
Najua hilo mwanangu. Najua mimi ndo baba yako, mimi ndo mama yako, mimi ndo kila kitu. Sawa. Usijali, nitaenda kuongea na mwalimu wako. Kila kitu kitaisha. Sawa mamangu? Sawa mama. Natumaini ufanye hivyo. Kwa sababu mimi mwenyewe nakuonea huruma sana mama wangu. Haya. Si unajua wewe ndo mwanangu wa pekee. Lazima nipambane juu yako. Sawa basi tuone ndio ndani maana nasikia nachoka. Haya. Kangu. Saizi. Salama. Chota maji. Ndio. Alafu uko unapotoka njaa kali sana. Pole mume wangu. Na mimi sasa ndo napika na wala sijaivisha. Basi sawa. Acha nikuache kufanya kazi. Sawa. Ila mume wangu, nimekuwa naomba pesa. Sababu mama anaumwa na hospitalini wametuomba ila matibabu. Kangu. Juzi kati hapa ameniomba hela kwamba mama anaumwa. Nikakupea hela uende kumsaidia. Alafu leo tena ananiambia kwamba kuna hela nyingine ambao wameomba kwa sababu ya matibabu ya mama. Ni kweli mume wangu. Ila samahani. Nilijua ile hela ambayo nimekuomba itaweza kutosheleza. Ila haikuweza kufanya chochote kwa kweli. Sawa, nimekuelewa. Lakini kumbuka muda mwingine unatakiwa makini sana katika matumizi ya hela. Unajua siku hizi hali ni ngumu sana. Kile kidogo tunachokipata lazima tuzingatie kwa matumizi mazuri. Sawa. Kwa hiyo utaniambia ni kiasi gani ambacho kinachohitajika kule kwa sababu ya matibabu ya mama. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Na siku nyingine nitakuwa mwangalifu kwa kutumia pesa. Na pesa ambayo inahitajika kwa sasa ni 1,500,000 tu. Sawa. Usijali. Utachukua 150,000 kwa ile hela ambayo nimekuwekesha. Na pia uongeze 10,000 kwa sababu ya kutumia. Basi haina shida kuhusu hilo. Ili mradi mama apone. Sawa. Basi niko ndani. Asante mume wangu.